Asante kwa maana kuwa sawa. Asante kwa uwepo na moto mkuu. Asante kwa uwepo wako Bwana. Asante kwa utawala wako. Watoto wako tunaelekea chini ya mkono wako Bwana. Naomba malaika wako Bwana wasamu. Asante. Asante Yesu naishi. Tuko tayari Bwana. Tunataka kusikia kutoka kwako. Tuko tayari Bwana. Tunataka kujenga kutoka kwako. Tuko tayari Yesu. Tuko tayari Adonai. Tuko tayari Jehova Jireh. Tuko tayari Jehova Niko. Katuhudumie Bwana. Katuhudumie Bwana. Katuhudumie Bwana. Katuhudumie Bwana. Vile upendavyo. Shangilia Bwana Yesu, shangilia Bwana. Shangilia wema wa Bwana, shangilia. Shangilia uzuri wa Bwana, shangilia. Shangilia fadhili za Bwana, shangilia. Maana fadhili zake ni za milele, fadhili zake zinaishi. Maana fadhili zake hazifananishi. Mshangilie Bwana Yesu aliyetusanya siku yote mahali hapa. Mshangilie Yesu aliye hai. Shangilia wema wake Yesu. Shangilia fadhili zake Yesu. Shangilia wema zake Bwana. Maana ametenda mema kwa ajili yetu. Ametenda mema kwa ajili yako. Ametenda mema kwa familia yako. Kwa maana umeingia mahali hapa. Ujasiwa uko salama. Uko mzima kwa sababu Bwana amefanya jambo jipya. Lazima tumshangilie yeye aliyekutengeneza wewe na watoto wako. Unapeleka makaburini. Wengine muda wao na wao wako serious. Lakini mimi na wewe tumepata neema hii. Lazima tumshangilie Mungu tele hai. Shangilia Bwana kwa wema wake. Shangilia Bwana kwa fadhili zake. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Jina la Bwana sana. Jina la Bwana libarikiwe. Waambie walioko nje waingie ndani. Waambie walioko nje waingie ndani. Maana Bwana ana kusudi na kila mmoja leo. Kwa hiyo wakae nje. Shetani ni jeuri sana. Usikubali kukaa nje. Kwa sababu shetani mpango wake ni kukuibia kitu. Jina la Bwana libarikiwe. Basi tukiwa tumesimama hivyo, najisikia kuimba wimbo. Jana kuna wimbo nimeimba pia majuzi, lakini hata sasa nasikia kuimba wimbo huu kufuatana na yale ambayo yamekuwa tatizo kwa wengi, imekuwa changamoto kwa wengi. Unayejua kuimba wimbo huu, basi tutaenda pamoja. Ambaye ujui utauma hivyo vote, Roho Mtakatifu atakupa kujibu. Haleluya. Inasema nipitapo majaribu, nipitapo majaribu katikati ya miba, ninatosheka kwa kuwa wewe wanitosha Bwana. Nipitapo majaribu katikati ya miba, ninatosheka kwa kuwa wewe wanitosha Bwana. Unanifikiri mimi, waniwaza sana Bwana. Nahitaji kitu gani? Wewe wanitosha Bwana. Unanifikiri mimi, waniwaza sana Bwana. Nahitaji kitu gani? Wewe wanitosha Bwana. Shida zije au zisije, maisha bora au ya shida, ninatosheka kwa kuwa wewe wanitosha Bwana. Shida zije au zisije, maisha bora au ya shida, ninatosheka kwa kuwa
Shangilia Bwana Yesu. Mungu sana. Haleluya. Kufuatana na ujumbe ambao tunaendelea nao, kuna nisikia kuimba wimbo kwa sababu kufuatana na ujumbe ambao Mungu ananiletea. Maana ujumbe ambao Mungu ananiletea ni habari ya watu waliopita kwenye mazingira magumu, lakini Mungu atajitokeza. Ni watu waliopita kwenye mambo mazito, lakini Mungu akawachomoa wakatoka wakiwa salama. Wengine watafika wakalemewa, wakaendelea kwa shida, lakini Mungu hakuacha. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Tumezungumza majuzi habari za Yakobo, zile Mungu anamwambia usiogope. Lakini tukajifunza kwa sehemu kufuatana na Mungu anajivunia huyu anaitwa Yakobo. Haleluya. Anajivunia, anaambia usiogope. Tujifunza kitabu cha Isaya 43. Maneno ya Mungu anazungumza vile kwamba katika mapito ya mbalimbali. Tukajifunza pale habari ya maji. Tukajifunza pale habari ya moto. Kwamba uendapo katika moto, wala miali ya moto haitakuunguza. Na uendapo katika mito, wala katika maji mengi hayatakuharikisha. Maana ni Bwana Mungu wako, mkombozi wa Israeli, niliyekuita na kuchagua wewe wangu. Haleluya. Kwa hiyo Yakobo akapata neema ya kuthibitishwa na Mungu ya kwamba yeye amechaguliwa na Mungu. Vile kama wewe leo hii umeingia mahali hapa, tayari Mungu anafanya connection na bado Mungu anatia neema kwako, na Mungu sasa anataka usikie sauti yake ya kwamba Mungu amekuchagua na amekuita kwa jina lako. Sio jina la mtu mwingine, bali amekuita kwa jina lako wewe. Amekuita kwa jina lako yepi kama ni yepi hapo. Amekuita kwa jina lako kama ni Amina, kama kwa mtu au Hamisi au kwa jina lako. Lakini Mungu wa mbingu na nchi anapokuita na kukuchagua ni kwamba lazima ujue kwamba amekuita ni Mungu au sio Mungu. Ukijua kwamba aliyekuita ni Mungu, utafuata maagizo yake. Kanuni ya Mungu anasema tumoja. Mungu anasema tawala mchao Mungu. Mungu hawafichi uso wake. Mungu anaonekana kwao. Mungu anajifunua kwao, kwa sababu Mungu anasema. Kwa hiyo uwezo ukawa kipofu au ukawa kiziwi, usisikie sauti ya Mungu, labda tu uwe hujakaa kwenye ramani ya Mungu. Yakobo anaambiwa na Mungu usiogope. Haleluya. Nami siku ya leo nakwambia usiogope, kwa kuwa Mungu amekukomboa, kwa kuwa Mungu amekuita. Mungu wa Israeli amekuchagua wewe, uzao wa Ibrahimu. Amekuchagua wewe kuwa ukombozi. Amekukomboa katika yale mabaya, amekuleta zini mwake. Kwa hiyo utambue upendo wa Mungu kwako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Utambue kwamba Mungu amekuita. Sasa katika kuita anakuambia kwamba uendapo katika maji hayatakugarikisha. Uendapo katika moto, wala miali ya moto haitakuunguza. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anazungumza kwamba kuna wakati wa kwenda katika moto, kuna wakati wa kwenda katika maji. Tuko pamoja? Kwa hiyo unapoenda katika maji, yupo msaada wako, yupo mtetezi wako, yupo ambaye atakupigania. Ukishika agano lake, atakwambia mapema, mwanangu, ingia kuomba, maana naona mbele yako kuna maji mengi. Mwanangu, ingia kuomba, maana mbele yako naona kuna moto mkali. Mwanangu, ingia kuomba, maana mbele yako kuna ajali. Mwanangu, ingia kuomba, maana mbele yako kuna shetani anataka kupige. Mwanangu, ingia kuomba, maana mbele yako kuna maadui na mashambulizi ya kawaida. Kwa hiyo tayari unakuwa unajihami. Unapopita mahala unatakiwa ufe, kwa kuwa mkono wa Bwana upo, utakuwa salama. Haleluya. Utakuwa salama. Neno la Mungu kitabu cha Danieli 3 kuanzia mstari wa kwanza inaeleza habari ya hawa vijana watatu, vile ambavyo walisimama
msomaji hapa atakusomea ili tutaona vile neno linasema ili twende pamoja. Hawa vijana watatu walisimama kwa uaminifu, hawakuangalia vitisho. Haleluya! Walisimama kudhibitisha upendo wa Mungu. Naomba anzia mstari wa 6 hapo. Jina la Bwana litukuzwe sana. Soma 3:6. Danieli 3:6, maandiko yanasema, na kila mtu asiyeanguka na kuabudu atatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru liwakalo moto. Ndio. Basi wakati huo watu wa kabila zote waliposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zumari na namna zote za ngoma, watu wote na mataifa, lugha, wakaanguka wakaiabudu ile sanamu. Ndio. Mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Ndio. Basi baadhi ya Wakaldayo wakakaribia, wakaleta mashtaka juu ya Wayahudi. Ndio. Wakajibu wakamwambia Mfalme Nebukadneza, ndio, Mfalme uishi milele. Mfalme uishi milele. Ndio. Wewe Mfalme ulitoa amri ya kwamba kila mtu atakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zumari na namna zote za ngoma, ni lazima aanguke na kuiabudu ile sanamu ya dhahabu. Na kila mtu asiyeanguka na kuabudu atatupwa katika tanuri liwakalo moto. Na kila mtu asiyetaka kuanguka na kusujudu na kuiabudu sanamu atatupwa katika tanuru la moto. Ndio. Wako Wayahudi kadha wa kadha ulioweka juu ya mambo ya wilaya ya Babeli, yaani Shadrach na Meshach na Abednego. Watu hawa Mfalme hawakujali wewe, hawaitumikii miungu yako wala kuiabudu ile sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Basi Nebukadneza akatoa amri kwa hasira na ghadhabu, waletwe hao Shadrach na Meshach na Abednego. Basi wakawaleta watu hao mbele ya mfalme. Nebukadneza akajibu akawaambia, enyi Shadrach na Meshach na Abednego, ni kwa makusudi hata amtumikii Mungu wangu wala kuisujudia sanamu ya dhahabu niliyoisimamisha? Basi sasa kama mkiwa tayari, wakati mtakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zumari na namna zote za ngoma, kuanguka na kuisujudia sanamu niliyoisimamisha, ni vema. Bali msiposujudia mtatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru liwakalo moto. Mtatupwa saa hiyo katika tanuru liwakalo kwa moto. Malizia. Naye ni Mungu, naye ni nani Mungu yule atakayeokoa ninyi mikononi mwangu? Ndipo Shadrach na Meshach na Abednego wakajibu wakamwambia Mfalme Nebukadneza, hamna haja ya kujibu katika neno hili. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuri liwakalo moto, naye atatuokoa mkononi mwako Mfalme. Bali kama si hivyo, ujue Mfalme, ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Ndio, malizia. Ndipo Nebukadneza akajaa ghadhabu na sura ya uso wake ikaghadhirika juu ya Shadrach na Meshach na Abednego. Basi akatoa amri watie moto ile tanuru mara 7 kuliko desturi ya kutiwa moto. Kisha akawaamuru baadhi ya watu mashujaa wa jeshi lake kuwafunga Shadrach, Meshach na Abednego na kuwatupa katika ile tanuru wakalo moto. Basi watu hao wakafungwa wakiwa wamevaa suruali zao na kanzu zao na majoho yao na mavazi yao mengine, wakatupwa katikati ya ile tanuru lililokuwa likiwaka moto. Basi kwa sababu amri ya mfalme ilikuwa ni kali na lile tanuru lilikuwa lina moto sana, mwako wa ule moto ukawaua wale watu
waliowashika Shadraka na Meshaki na Abednego. Na watu hao watatu, Shadraka na Meshaki na Abednego, wakaanguka wakiwa wamefungwa katikati ya lile tanuru wakalo moto. Ndipo Nebukadneza akastaajabu, akainuka kwa haraka, akanena akawaambia mawaziri wake, je, hatukutupa watu watatu wakiwa wamefungwa katikati ya moto? Wakajibu wakamwambia mfalme, kweli mfalme. Akajibu akasema, tazama mimi naona watu 4, nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto. Hali hawana dhara. Bali hawana zala. Na sura yake yule wa 4 ni mfano wa Bwana wa miungu. Na sura ya mtu yule ni mfano wa miungu vile, yaani malaika huyo. Kisha Nebukadneza akaukaribia mlango wa ile tanuru iliyokuwa inawaka moto. Akanena akasema, Shadraka, Meshaki na Abednego, watumishi wa Mungu aliye juu, tokeni mje huku. Tokeni mje huku. Huyo tulia hapo kidogo. Haleluya. Jina la Bwana liwe sana. Yule aliyetoa amri, yule aliyetengeneza ile sanamu, yule aliyeagiza majeshi yake wenye nguvu wawakamata watu, waweke katika moto, tena kwa amri akaagiza wakamatwe wote. Haleluya. Kwamba wapelekwe katika tanuru la moto kwa ghadhabu na hasira ambalo alisema lichochewe mara 7. Sivyo ilivyokuwa desturi, lakini hao watu walifanyiwa hivyo kwa sababu wamekuwa kinyume na utawala na ile miungu ambayo mfalme alisema hamtaki kuabudu. Mungu wangu, miungu yangu niliyoinua. Na watu walikuwa ni mawaziri katika wilaya ya Babeli, walikuwa ni watu ambao ni watawala kwa sehemu katika wilaya, lakini kinyume na Mungu ambaye aliinuliwa katika Babeli ya kwamba wamwabudu. Haleluya. Kwa hiyo walisimama, jaribu likainuka. Lilipoinuka jaribu, hawakuangalia habari ya jaribu, hawakuangalia habari ya moto ambao ulitamkwa mbele yao, hawakuangalia habari ya vitisho, hawakuangalia habari ya cheo, wakaangalia Mungu anasema nini, wanaangalia Mungu anataka nini. Amri ya Mungu inasema Mungu mwingine wakuabudiwa bali ni Mungu peke yake. Hakuna wakuchongwa, hakuna kuoga ingani, bali ni Mungu peke yake. Kwa hiyo wakaliangalia neno la Bwana, wakazingatia na Mungu, wakasema sasa hatutakuwa tayari kuabudu sanamu. Kama Mungu ndiye wa kuabudiwa, na sasa itajulikana kama Mungu anatuacha basi atuache. Mfalme aliinuka kwa ghadhabu, akaambia ninyi mmekuweje? Kisha akamjawa na hasira kwa sababu Mungu wa mfalme alikataliwa. Na wa vijana watatu wale, sikiliza ni kwa neno la Mungu. Inawezekana kuna maeneo unapita unaogopa kwa sababu baba yako ndiye anayekusomesha, kwa sababu baba yako ndiye anayekupa mtaji, kwa sababu baba yako ndiye amekupa nyumba unaishi. Inawezekana ndiye wanakusaidia hapa na pale, kisha unakubali kuabudu mizimu kwa sababu tu ya msaada wazazi wako. Nataka nikwambie, wapo wa makamanda wa Yesu, wapo makamanda wa Mungu aliye hai, waliojua kwamba Mungu ndiye alituokoa, waliojua kwamba Mungu ndiye aliyetuchagua, sio mwanadamu aliyekuchagua, bali ni Mungu aliye hai aliyekuleta nyumbani mwa Bwana wa hapa. Ni Mungu aliye hai, sio wanadamu. Wanadamu ni wanafiki, lakini Mungu ni original. Mungu ni super. Nampenda Mungu kwa sababu ni mwaminifu. Nampenda Mungu kwa sababu aliniokoa kwenye uzuri wa mauti. Uzuri wa mauti wako nasikia tu habari ya uzuri wa mauti. Na Mungu anasema na kuokoa hata katika uzuri wa mauti unapokufunika. Kuna uzuri wa mauti wa Mungu. Kuna mtu anafunikwa na vazi la mauti. Wanadamu wanamkatia tamaa, wanasema huyu basi imekwisha, yaani ashina, yaani wewe tayari afua, yaani wewe tayari amemwongele, unafia tayari. Lakini Mungu wa mbingu anasema nipo ambaye nipo, ninakuokoa chini ya hili jambo la kumbu. Nataka nikwambie na Mungu kwamba yupo Mungu aliye hai. Yupo Mungu aliyetenda, yupo Mungu mwenye huruma, yupo Mungu aliyemwambia kwa usiogope, yupo Mungu anayekutegemeza hata kama unapita kwenye moto. Nakwambia leo utachomoka, hata kama unakufa leo ugonjwa wako
chakula, ni vyombo vya thamani machoni pa Bwana. Inaweza una kawaida, haleluya, wanaweza kuona ni sawa tu, lakini nakwambia ukisikia yale wananena, ukisikia yale maagizo ambayo Mungu anaagiza awaambie, yashike. Haleluya, yashike sana. Maana ya Mungu ndiko kuna uzima. Hao watumishi wa Mungu Meshaki na Abednego walishika agano la Mungu ambao lipo kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28. Vile maadamu atakavyokaza kutunza na kusikiliza maagizo ya Mungu anaomuamuru, anaokuamuru sasa kuyafanya, na ukiendelea ndipo anaeleza habari ya kwamba yeye atakulinda ingiapo na utokapo. Anasema si Mungu mwingine bali wale watu waliojua Mungu mwingine walikufa. Ukiendelea mstari wa 15 anaeleza habari ya wale ambao mabaya waliachiliwa. Nataka nikwambia kwamba atendaye dhambi ni wa Shetani, baba yake ni Ibilisi. Atendaye zina ni wa Shetani, baba yake ni Ibilisi, kwa sababu Shetani alikataliwa tangia pale mwanzo. Atendaye mema ni wa Bwana. Haleluya. Nataka nikwambie na Mungu, simama kwa miguu yako. Angalia upendo wa Mungu aliyekuokoa. Angalia fadhili za Mungu alizokufadhili. Kila wakati Mungu amekuvusha, amekutetea sehemu nyingi, lakini Shetani bado anafuatilia. Nataka nikwambie, Samsoni Delila kumwacha kwa haraka. Delila aliendelea kumbembeleza Samsoni, akaendelea kumng'ona kwa Samsoni, akaendelea kumwambia habari njema Samsoni kwamba Samsoni, wewe Samsoni unipendi wewe, mbona uniambii ukweli? Kumbe ndani ya Delila kuna hila ambayo wako wamepandikiza. Samsoni anatafuta ili aangamizwe. Hata wewe na Mungu yawezekana unatafuta ili uliwe, ili ufe, lakini yupo Mungu usiku leo. Yupo Mungu aliyekuita, yupo Mungu aliyekuchagua, yupo Mungu aliyekuita mahali hapa. Nataka nikwambie, Samsoni alifika Pandamba akabanwa kwa sababu ya Delila. Nataka nikwambie, kama yupo Delila anayekutegemea kijana, mbaki pembeni mwa Mungu. Kama yupo Delila maisha yako, endelea niache, endelea mbele, kwa sababu yupo Mungu anayeishi kwa kila eneo. Haleluya. Nataka nikwambie, Samsoni na nguvu zake na uwezo wake, alikuwa na uwezo sawa kawaida. Biblia inaniambia haya, alichukua taya ya punda, yaani kigego cha punda, ambacho kigego hicho alitumia kuua wafilisti zaidi ya 1000 kwa kigego kimoja. Kile alipokichukua kaanza kusekelea kule. Mungu alimpa nguvu za kawaida. Samsoni alifika wakati akawarua kasimba. Kale kasimba, ndani ya kale kasimba kwa muda wa haraka Mungu akapandikiza asali. Wakaja nyuki pale wakatengeneza asali. Huyu aliposimama akatazamia Samsoni, ndipo baadaye Samsoni akakuta kwenye ile simba ule mzoga kuna asali. Samsoni akafurahia asali kwamba simba na upendo wake ameletea pia vinono ambavyo ni asali. Akaifurahia asali, kisha akaendelea safari. Wazazi wake hakuwaambia habari ambazo wamekutana nazo. Wakati wanaendelea na safari yake, tayari akaendelea mbele. Alipoendelea, Samsoni anakutana na mwanamke, akamwoa mwanamke, akaendelea na mke mwanamke. Rafiki yake Samsoni akaweza tena kumchukua mke wa Samsoni. Baada ya Samsoni anarudi, baadaye yule Samsoni akachukua na hilo. Alipoinuka akaweza kuwavuka wengine, lakini baadaye Samsoni akarejea kwa mke wake. Aliporejea kwa mke wake, baba yake mke wake akaambia, Samsoni, umechelewa, rafiki yako amechukua mke wako. Tulitume mwacha. Haleluya. Tulitume mwacha. Ukiangalia kitabu cha Waamuzi 13 inaeleza habari ya Yusufu yote. Kwa hiyo alijua ya kwamba amefika, amemwacha. Ni 14. Haleluya. Kwa hiyo tayari Samsoni ikafika, akaendelea na safari. Alipoendelea na safari, baadaye yule baba na yule mke wale Wafilisti wakasema, inakuweje wewe kumtetea huyu mtu? Kwa hiyo wakasema, nini pia ndio umemkaribisha huyu mtu? Wale Wafilisti wakawaua baba na mtoto wa kike. Ndipo hasira ikawaka kwa Samsoni, akaendelea na safari yake. Alipoendelea na safari yake, akakaza moyo kupambana lile Mungu alilokusudia. Ukiangalia 13 inaeleza Manoa kwamba utapata Manoa, utapata mtoto katika utasa wako. Huyo mtoto ambaye hatanyolewa kichwa chake, huyo mtoto atakuwa ni mnaziri wa Mungu. Nataka nikwambie, wapo hapa ambao ni manabii wa Bwana, wapo hapa ambao ni watumishi wa Mungu wakubwa sana, wapo mahali hapa ambao ni watumishi wa Mungu ambao ni wa thamani sana, ambao Mungu akiwatazama anajivunia, anaona
kwake. Alizaliwa kwa mwanamke ambaye hakupata neema ya kuwa na watoto. Alitokea Samsoni kama Samsoni, akatokea akafanyika mbele za Mungu kuwa ni mnaziri, lakini katika habari ya kuwa mnaziri kuna maeneo akaanza kubembelezwa. Kuna maeneo shetani akaanza kumbembeleza. Sema kubembeleza, kubembeleza, kubembeleza. Samsoni akaanza kubembelezwa na Delila. Samsoni akaanza kuwekwa kwenye magoti ya Delila. Shetani wa Mungu ni mbaya sana. Shetani wa Mungu asali hata kidogo. Mpango wa shetani ni kuharibu. Ni kuharibu. Nazungumza kwa vijana mara nyingi na kwa mabinti. Vijana ni jeuri. Haleluya. Nazungumzaga hata kwa baba, kwa baba. Shetani ni jeuri. Unaweza kumchukia mke wako, kumbe shetani amepita naye kisailensa. Sema kisailensa. Haleluya. Kumbe shetani ameanza kumpamba, halafu wewe baba unajua kumpamba huyo mama. Kwa maneno, sio kwa nguo tu. Haleluya. Kwa maneno mazuri. Wewe tangia vile mmeoana ulisema nakupenda my baby my sweet wangu. Sasa ilishia hapo ipo moyo ikamchumua ukasema sasa kwa nimekuchumua imeisha hiyo. Sasa tunapita Kiswahili kwenye maneno mengi.